Kuna shekhe mmoja alikwenda mji ambao unasemekana una wanachuoni wazuri. Yeye akatoka mji mwingine akaenda kule kuwafanyia ikhtibari. Ikhtibari ni mtihani. Je, hao mashekhe wazuri ni mashekhe wazuri kweli au kwa maneno ya mjini mashehe ubwabwa? Akaenda akasema, nimekuja natoka mji fulani, na kwa bahati nzuri mji ule ulikuwa na mashekhe wengi, kwa nimekuja kuwafanyia mtihani. Natoa kisa hichi, nataka niseme mnanielewa au mnaelewa mnavyoelewa? Kwa hiyo wakachagua holi, wakakaa mashekhe wote wa mji ule, na yule shekhe bingwa aliyotoka mji fulani akakaa mbele, anawauliza maswali. Swali la kwanza akaonyesha kidole juu, ndio swali hilo. Kama hivyo inakuulizeni, maana yake ni wale mashekhe wakasema hatujui. Basi swali langu la pili la mwisho, kidole kile kile akakionyesha huko, maana yake nini? Mashekhe wakasema hatujui. Akawaambia nendeni mkasome. Wakaondoka bwana. Tena wengine wakamtaka yeye mwenyewe awasomeshe. Sasa kuna desturi moja jamii inawazunguka mashekhe, kunapatikana 75% haiwapendi wale mashekhe. Mitaani mtu unapoishi wengi hawawapendi mashekhe. Uongo uongo? Uongo uongo? Ibn Baz anasema lau istata'u nasu an yaqula li'alimin annahu ata bi ummihi laqalu, lau watu wasipopenda mashekhe basi wanaweza hata siku moja wakasema shehe fulani anatembea na mama yake. Watu hawa walivyoondoka baada ya wale mashekhe zao kushindwa yale maswali mawili, moja kidole juu, la pili kidole mbele, wakaingia mtaani wanawacheka wale mashekhe. Mbona mna chochote bwana? Mashehe bwana, maswali mawili tu wameshindwa, zogo pale ikaingia, watu wanacheka, mashekhe hamna lolote. Sasa wakati wanaondoka wakakutana na mlevi yuko chaka, anatinga nini hapa, labda nini hapa nini, mashehe zetu kumbe anatuzuga, hawajui lolote, maswali mawili tu. Ilikuwaje? Kaja shehe mmoja kutoka Komoro huko, kawauliza, akaambia wamemwonea haya tu kwa sababu mashehe zetu wanajua mgeni lazima akirimiwe, nipelekeni mimi nikawajibie. Si mlevi namna wewe sasa, mimi nipelekeni. Akabebwa mpaka kwa yule shehe. Bwana, huyu mlevi, lakini katika jamii tunaishi ndani. Anasema wale mashekhe wamekuheshimu tu, yeye anaweza kujibu. Unaweza? Haya, swali la kwanza. Vile vile mlevi akaonyesha chini, akasema kapata. Kapata huyo. Watu anamwambia, si mmezama mimi na wewe, uliza niondoke bwana. Swali la pili, kidole kimoja, yeye kaonyesha viwili. Sasa kapata. Akaondoka mle. Watu kumbe muhuni wana balaa linamwangukia shehe. Wakamuuliza, we mlevi umewezaje? Mursali na mlevi. Akaambia yule shehe, muhuni nyinyi. Pale aliposema hivi manake kaniambia nitakurusha juu, mimi nikamwambia nitakupiga chini. Piga chini sasa. Ye ile kidole kimoja kasema nitakutoa jicho moja, nikamwambia mimi namaliza yote. Wakakasirika wale watu.
wakakasirika, wakataka kumpiga yule shehe mgeni, lakini mmoja na hekima yake akasema, msimpige huyu, msimpige. Tumuulize, hivi kweli maana ya hivi maana yake nini? Akasema maana yake kapata mlevi. Maana yake sema badiu samawati, Mungu ndo aliumba mbingu na ile chini, wal ardhi, ndo aliumba mbingu na ardhi. Na ile kidole kimoja mbele, sasa ile maana yake ashhadu an la ilaha illa Allah, viwili, wa anna Muhammada. Sasa mmeelewa kweli? Mmeelewa kilevi?